إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ama ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema za amani si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia ndugu zangu katika imani juu ya swala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wamcha Allah Tabaraka wa Ta'ala ndio waliofaulu. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa waliofaulu. Ama maudhui yetu biidhnillah Tabaraka wa Ta'ala, tutazungumzia haramu wa kumtawakkali mja au kiumbe au kumtegemea mtu kwa sababu ya uwezo aliokuwa nao na ukaacha kumtawakkali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa maudhui yetu biidhnillah Tabaraka wa Ta'ala yatakuwa ndio haya, kumtegemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni miongoni mwa shirki na ni miongoni mwa madhambi ambayo Allah Tabaraka wa Ta'ala anayachukia. Na hii pia ndio inayopelekea sababu ya dua kutojibiwa. Kwa maana tutazungumza vitu viwili. Cha kwanza, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu huku ndio kunakopelekea dua hazijibiwi. Kwa sababu kama si kumshirikisha Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jazza wa Allah angekuwa anatujibu maombi yetu. Na ndio maana Allah anatuambia wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, tumwabuduni Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala wala tusimshirikishe na kitu chochote. Sisi leo hii tunawashirikisha watu, tunamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia watu. Kwa mfano wa kwanza, mshairi mmoja asema, man ata al-ghaniya, yoyote ambaye atamwendea tajiri kisha akamnyenyekea yule tajiri kutokana na utajiri wake, fakad dhahaba thuluthu dini, hakika ameondoa nusu ya dini yake. Leo ni wangapi mimi na wewe hatuna dini? Umetoa nusu ya kwanza, ukaja ukatoa nusu ya pili, utakuwa umebakiwa na kitu? Na ndio leo sisi tunajua shirki ni kule kwenda kwa mganga. Ukaenda kwa mganga utasikia huyu bwana ni mshirikina, lakini pia kumbe kule kumwomba au kumtawakkali asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo pia ni shirki. Kwa nini? Kwa sababu kule kumwendea, kumwomba mtu tena kwa kutawadha, mfano mtu anakuambia, ndugu yangu, kama sio wewe basi maisha yangu yangekuwa magumu. Na Mungu asemaje? Fa idha salaka al-ibadi, watakapo kuuliza Muhammad waja wangu kuhusiana na mimi, fa anni, hakika yangu mimi, karibu
Lakini leo katika zama zetu hizi, angalia maladhina aqwamu kalam Allah, wale ambao wanasimamia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna gani wanasababisha dini inadhalika. Kwa sababu leo kuna watu wanaidhalilisha dini, hali ya kuwa dini hii iko salama na ni nzuri, kwa sababu leo yafikia mtu amwambie mwanae usisome madrasa kwa sababu utakuwa ombaomba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amtahadharisha mwanae, anamwambia usisome madrasa kwa sababu utakuwa ombaomba. Kwa maana, kwa tafsiri, maana walimu wa madrasa ni ombaomba. Sasa ni sababu gani ambayo kwamba imewapelekea kuwa katika hali hiyo? Kwa sababu kuomba, tufahamu, kuna kuomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, jambo la Mwenyezi Mungu liende mbele, na kuna kuomba kwa ajili ya kuiombea nafsi yako. Ndugu yangu, nisaidie, wewe ndio msaada wangu. Mtadhalika, mtafedheheka ndugu yangu, wewe ndio msaada wangu. Lakini kuna kutoa taarifa, kumpa taarifa mtu, mathalani kumwambia kuna ujenzi wa msikiti, kuna ujenzi wa madrasa. Kwa hiyo ana khiari kwamba ajitolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au wawache. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia la yas'al mas'al ahadikum, hatawacha kuomba mmoja wenu hata yalqa Allah, mpaka atakapokutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa fi wajhi, na hakuna katika uso wake mudghatu rahma, kipande cha nyama. Kuomba watakiwa kuwa na sababu, lakini mwambie Allah, ili mpaka Allah akikuelekeza kwamba nenda kamwambie mtu fulani, basi ujue kweli atakupa. Yaani unamuomba Allah yeye mwenyewe anakuambia mwambie mtu fulani, atakupa. Mwambie. Na ndio maana yule mtu alimwambia as'aluka billadhi a'ataka jildan hasana wa launun hasana, na kuomba kwa yule ambaye Allah amekupa wewe ngozi nzuri na mwili mzuri, wa hali ya kuwa ulivyokuwa na baranga. Angalia, as'aluka billadhi a'ataka, na kuomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyekupa wewe. Lakini leo tulio wengi pia tunashindwa kusema ukweli katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano, mtu mmoja siku moja ni shekhe au tunasema ni kiongozi katika Uislamu, alienda sehemu moja akakuta watu wanacheza mziki, lakini alishindwa kukemea kusema kwamba jambo hili ni haramu na Allah haridhii. Kwa sababu gani? Alishindwa kumwambia ukweli, kwa sababu yule aliyomweka mziki ndio anamsababisha yeye kula, fakadi kafara. Na ndio maana Mtume alikataza kuomba, la yas'al mas'al ahadikum, hata uache kuomba mmoja wenu hata yalqa Allah, mpaka akutane na Allah tabaraka wa taala. Walaysa fi wajhi, na hakuna katika uso wake mudghatu rahma, katika kipande cha nyama. Je, sisi tunaishi kumtawakali Allah au tunawatawakali viumbe? Leo mtu awenda amuona yule wakuja yule, amwambia mtu mwambie sipo, kwa sababu namjua huyu aje kuniomba huyu. Na hii imetulekea mpaka kufanya shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda Isra wal Miraj,
fawajada aqwam, akawakuta watu katika nyuso zao wana mifupa tu. Inaonekana mifupa ni watu, lakini wana mifupa tu. Mtume akauliza, man haulai, ni kina nani hawa? Akasema, haulai aqwamu min ummatika, hawa ni watu katika umma wako Muhammad. Hawataki kufanya kazi, hawataki kujishughulisha. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikemea hili. Hawataki kujishughulisha, yajilisuna ili yatakafafu, wanakaa kwa ajili ya kuomba. Mtu yuko vizuri na anaweza, lakini huambia naomba. Na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mwalimu wetu, siku moja mtu alienda kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akampa. Fadhaba thaniyatan, akaenda kwa mara pili kwenda kumuomba Mtume. Mtume akasema, huyu atamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa namna gani nimtoe katika shirki? Fa akhadha al-fas, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalichukua shoka. Madha kala lahu, Mtume akamwambiaje huyu mja? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala rasulillah, amma ba'du, fa ibadallah, usikum ma fi thaniya wa usu nafsi bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Na usini tena kwa mara pili pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika wamcha Allah tabaraka wa taala ndio waliofaulu. Ndugu zangu katika imani, ili tuwe na takarruba ila Allah, tusimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima tukubali kwamba hakuna yoyote anayeweza kutusababishia matatizo, anayeweza kutusababishia furaha isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innamal amru mu'minu kullahu khairan, hakika jambo la mtu mu'mini lolote, iwe ni zuri ni baya, kwake yeye ni kheri. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua shoka, akamwambia, chukua shoka ukakate kuni, kisha uweze kupata riziki. Sasa angalia zama zetu hizi, si vijana, si mtu yoyote, utakuta mtu yuamtegemea mtu. Angalia shirki inapokuwa, na ndio maana dhaikul hali leo utatukuta miongoni mwa wengi wetu sisi hatumtawakali Allah, ila tunazungumza tu fil lisan, katika mdomo, kwamba mimi shekhi namtegemea Mwenyezi Mungu na Allah ananifanyia upesi, lakini katika kulubu, katika moyo, kutizama katika moyo, hatumtegemei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mdomoni tutamka tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Leo kuna vitu viwili, yawezekana kaka yako akifa ukalia mara mbili, bukaa al-huzni wa bukaa al-lawama, kilio cha kuhuzunika ndugu yako amefariki na kilio cha lawama. Leo kaka yangu amekufa, nani atanisaidia mimi? Nilikuwa nikienda nikimuomba ananipa, nilikuwa nikimwambia hiki ananisaidia, nilikuwa nikifanya hiki ananisaidia. Leo kaka hayupo, nani atanisaidia mimi? Nani ataniokoa mimi? Kafata ma kafata, umekufuru ya kufuru, tayari umemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume alikuwa akikataza sana swala la kuomba. Mtume alikuwa akilikemea, watu wakienda kumuomba huwapa kazi. Na ndio maana leo al-asaf, leo unaweza kumwambia mtu leo nataka kazi, mathalan ni fundi, ukaenda, yani ukitaka upate kazi, usije ukasema mimi ni mwalimu wa madrasa, hutapewa kazi. Kwa sababu watu wengi wameaminishwa kwamba walimu wa madrasa kazi yao ni kuomba. Kumbe si kweli. Mtume sadaka wafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume ndio mwalimu wetu. Kama Mtume ndio mwalimu, kwa nini tusimwige Mtume? Mtume alikuwa akifanya kazi ya da'wa, na Mtume alikuwa akifanya harakati za kutafuta maisha yake, na ndio maana alikuwa akiwapa watu kazi. Na wewe leo mtu akija kuomba kazi, ukimpa kazi, hata kesho ukifa atalia, atahuzunika, ndugu yangu kafa, nani atanishauri? Lakini laysa al-bukaa al-huzn, kutakuwa hakuna kilio cha kuhuzunika.
Leo shartia aya ya 5 suratul Fatiha. Tunayakini wote, sio ambaye yuko Misri al-Azhar, ambaye yuko wapi, yuko nchi gani, akiabudu lazima aseme iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maana Allah anakuabudu, Allah anakuomba msaada, maana Allah hakuna wa kunisaidia isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi dua zetu hazijibiwi kwa sababu tunawaomba wasiokuwa miungu, na tunawapa watu ubora usiokuwa kwao, na tunashindwa kuambia watu ukweli kwa sababu tayari tushatengeneza zile kwamba nikimwambia ukweli mimi ninakula kupitia yeye, ndio analisha familia yangu. Hivi nikimwambia kweli ili jambo nalolifanya Allah aniridhi, ili Allah anipende, kweli atanisaidia, unashindwa kuzungumza ukweli. Na hapa ndio haramu unaingia, kwa sababu tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe Allah tunakuomba msaada. Muangalie Firauni ikimalizia hutuba, hivi kati ya mimi na wewe, mimi mzungumzaji na wewe msikilizaji, hivi ni nani aliyekuwa na dhambi kubwa kama Firauni? Mpaka leo Allah aliahidi akasema tutauokoa mwili wako ili iwe kuwa ni alama na ni dalili kwa wale ambao watakuja kabla yako wakiambiwa kwamba huyu mtu alidai uungu, alidai uungu. Lakini angalia, Allah alikuwa akimjibu dua zake. Alimjibu dua ngapi? Ule mto Naili ndio kauleta pale. Mto Naili kamuomba Allah, kauleta. Watu walimfuata wakamwambia, ikiwa wewe kweli ni Mungu, basi tunakuomba mto Naili uje hapa, maji yapite katika mitaa yetu. Firauni amwambia Mungu kwa yakini, wewe Mungu wa kweli na mimi sio Mungu kabisa, mimi nakiri kwako sio Mungu, ila Mwenyezi Mungu nakuomba nikidhia jambo, nataka huu mto ufike. Firauni akawa yuwatangulia mto waje nyuma, mwataka maji yapite wapi? Auliza watu, mwataka maji yapite wapi? Wewe una dhambi gani mpaka Allah asikujibu? Wewe makosa gani uliyofanya mazito? Ina maana kilichokosekana kwetu sisi ni yakini. Firauni alikuwa na yakini kwamba kweli Allah anajibu. Dua ya pili, aliwaahidi watu akawaambia, mimi ni Mungu sili, mimi Mungu sili. Maana tulimwambia, Mungu gani wewe unakula? Mungu gani wewe unakula? Akasema basi mimi sili. Wakawa watu wanamchunguza wakifanyaje. Imekaa Firauni, njaa imemzidi, akaona ngoja niende chooni, akachukua tende aende chooni. Hata akamwambia Firauni kachukua tende, jamani, kaingia nazo chooni akale yule. Watu wakaja wanagonga mlango, Mungu anakula. Akasema, Mwenyezi Mungu, wewe kweli ni Mungu wa kweli, na kuomba niokoe katika hii fedheha, usije kunivua katika uungu wangu, na kuomba ya Rabbi. Firauni tende zinabadilika kuwa meno. Watu wanatoka, anafungua mlango, anaambia, mbona mnamsumbua Mungu? Mungu nilikuwa nafanya uumbaji wa wadudu hawa. Je, mimi na wewe tuna dhambi gani tumeifanya? Tunakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, tunakubali kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, tuna dhambi, hatujadai hata unabii. Hakuna hata mmoja miongoni mwetu alishawahi kudai unabii. Inakuwaje dua zetu hazijibiwi? Al-faqd al-yaqin, yakini ndio imekosekana, na ndio maana maombi yetu hayajibiwi. Firauni alikuwa na yakini kweli kwamba Allah anajibu, Allah anafanya, lakini mimi na wewe hatuna yakini. Tufundisha madrasa, tufundisha Qur'an, tufanyaje, lakini hatuna yakini kwamba Allah anaweza kufanyia sisi, mpaka sisi tuende watu, Sheikh leo sijala, Sheikh naomba nisaidie, Sheikh, mpaka watu wanafikia kumpa mwanae tahadhari. Wewe unapenda sana kusoma dini, wewe utakuja kuombaomba wewe. Usipokuomba utakuwa mganga. Amtahadharisha. Na ndio maana leo usishangae madrasa kukosa wanafunzi, ni kwa sababu ya wazazi wetu kuwatahadharisha watoto wao. Lakini kwa nini? Sisi tuko karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunashindwa kumwambia Allah? Kwa nini Allah asitengeneze majambo yetu? Faqd al-yaqin. Hapa tunapata ibra. Yaani najua hiki nakijua, lakini sina uhakika nacho. Hiki nakifanya, lakini sina uhakika nacho. Kwa kule kukosa uhakika, ndio maana unakosa. Mtu analima, anakuambia sidhani kwamba nitavuna. Na ndio maana tunaambiwa tujinenee yaliyo mazuri, kwamba mimi nafanya
kazi ya Allah, Allah nifanyia kwangu, Allah anakufanyia, lakini unakuta mitihani, tunafanya madua lakini hajibiwi. Ndugu zangu katika imani, na wasia pamoja na kusia nafsi yangu, lazima tukubali kuwa na yakini. Haiwezekani Firauni aliyelana dua zake zikijibiwa, zikikubaliwa na Mwenyezi Mungu, mimi na wewe, kwa nini Allah hatujibu? Ni kitu gani tumekosa? Kosa gani zito? Kwa maana tunakosa lolote tunalofanya, lakini tulichokikosa ni kuwa na yakini kwamba Allah anafanya, Allah anatenda. Inna Allah